Ripoti maalum ya kesi ya Tundu Lissu Mahakama ya Kisutu, Mei 19, 2025. Moto wawaka Kisutu, kesi ya Tundu Lissu yazidi kuvuta macho ya dunia. Leo Mei 19, 2025, Mahakama ya Hakimu Mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam iligeuka jukwaa la mvutano mkali wa kisiasa na haki za binadamu baada ya mwenyekiti wa Chadema, Tundu Antipas Lissu, kufikishwa mahakamani kujibu mashtaka mawili mazito: uhaini na uchapishaji wa taarifa za uongo kwa njia ya mtandao. Kwa mara nyingine, jina la Lissu limerudi katika vichwa vya habari, safari hii likiambatana na maswali makubwa kuhusu uhuru wa kisiasa na hali ya demokrasia Tanzania. Lissu, ambaye ni mmoja wa wanasiasa mashuhuri na wakosoaji wakubwa wa serikali, anakabiliwa na mashtaka yafuatayo: taarifa za uongo mtandaoni. Katika video aliyoichapisha kupitia YouTube, Lissu anadaiwa kutoa taarifa zisizo za kweli, ikiwa ni pamoja na kudai kuwa wagombea wa Chadema walienguliwa kwa maelekezo ya rais, kutuhumu jeshi la polisi kuwa linatumika kuiba kura kupitia vibegi maalum, kusema kuwa majaji wa mahakama ni wanachama wa CCM na hivyo hawawezi kutoa haki. Serikali imesema taarifa hizi zina nia ya kuharibu amani, kuchochea wananchi dhidi ya mamlaka na kudhoofisha imani kwa vyombo vya dola. Katika mkutano wa kisiasa, Lissu alisikika akisema, wakisema msimamo huu unaashiria uasi, ni kweli, tutahamasisha uasi. Hiyo ndiyo njia pekee ya kupata mabadiliko. Maneno haya, kwa mujibu wa upande wa mashtaka, yanahamasisha uvunjifu wa amani na kutishia usalama wa taifa. Kinyume na vikao vya awali vilivyofanyika kwa njia ya mtandao ambavyo Lissu alisusia, leo alifikishwa kwa lazima mahakamani kufuatia amri ya mahakama. Akiwa amevalia suti, Lissu alionekana mwenye ujasiri, akiwapungia mkono wafuasi wake waliomiminika kwa mamia nje ya mahakama. Ndani ya mahakama, upande wa mashtaka ulieleza kuwa uchunguzi wa kesi ya uchapishaji wa taarifa za uongo umekamilika, na hivyo walikuwa tayari kusoma hoja za awali. Kwa upande wa kesi ya uhaini, upande wa mashtaka uliomba muda zaidi kutokana na uchunguzi kutokamilika, na tarehe ya kutajwa ikapangwa kuwa Juni 2, mwaka 2025. Katika tukio lililoibua maswali mengi, viongozi wa haki za binadamu kutoka Kenya, akiwemo Martha Karua na jaji mkuu mstaafu Willy Mutunga, walizuiliwa kuingia Tanzania baada ya kuwasili katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere. Walieleza kuwa walikuja kama waangalizi huru kushuhudia mwenendo wa kesi hiyo, lakini walizuiwa, kuhojiwa kwa saa kadhaa na hatimaye kurudishwa Nairobi. Hatua hiyo imekosolewa vikali na mashirika ya haki za binadamu pamoja na baadhi ya viongozi wa Afrika Mashariki, wakisema ni dalili ya kuporomoka kwa misingi ya haki na uwazi. Nje ya mahakama, mamia ya wafuasi wa Chadema walijitokeza kwa amani wakibeba mabango yenye ujumbe wa kuunga mkono Lissu. Kauli kama haki kwa wote, no reforms, no election na demokrasia sio uhaini zilisikika kwa nguvu. Tutafika, tutakuwa salama. Hii sio kesi yangu tu, ni kesi ya mustakabali wa nchi yetu. Chama cha Demokrasia na Maendeleo kimesema kuwa mashtaka dhidi ya Lissu ni ya kisiasa na kwamba serikali inataka kumtisha asigombee tena katika uchaguzi wa mwaka 2025. Taarifa ya chama hicho inasema, huu ni muendelezo wa ukandamizaji wa haki za msingi na dhamira ya kuwa upinzani wa kweli nchini. Wadadisi wa masuala ya siasa wanahoji, je, kesi hii itaathiri nafasi ya Tanzania katika ramani ya demokrasia barani Afrika? Au ni fursa kwa taifa kuthibitisha kuwa vyombo vyake vya haki vinaweza kusimamia kesi kubwa bila upendeleo? Kesi ya Tundu Lissu ni zaidi ya mgogoro wa kisheria, ni mtihani wa uvumilivu wa kisiasa, uhuru wa kujieleza na imani kwa mfumo wa haki nchini Tanzania. Dunia inatazama. Je, haki itatendeka? Je, hii ni vita vya haki au ni njama ya kukandamiza upinzani?